Karibu Wazo Chanya, mahali ambapo tunajenga fikra chanya, tabia bora na vijana wanaoamini katika uwezo wao wa ndani. Mimi ni Mwalimu Razak Muba, na hapa tunakusaidia kufungua nguvu ya akili yako ili uishi maisha yenye maana, mafanikio na mchango kwa jamii. Leo nitakushirikisha somo moja muhimu sana ambalo linaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako, ambayo ni nguvu ya kusema hapana. Je, umewahi kusema ndio wakati moyo wako ulikuwa unalia na kusema hapana? Je, umewahi kukubali jambo lililokuharibia muda, ndoto au heshima yako kwa sababu uliogopa kukataliwa? Kijana, dunia haitakufundisha kusema hapana, lakini kama hautajifunza, watu watachagua kwa niaba yako. Leo nitakuonyesha kwa nini kusema hapana ni mojawapo ya ujuzi mkubwa wa mafanikio. Watafiti wa saikolojia wamegundua kwamba watu wanaojua kuweka mipaka huwa na afya bora ya akili, msongo mdogo wa mawazo na ufanisi mkubwa katika kazi na masomo. Kusema hapana kunahusiana na ujuzi unaoitwa assertiveness, uwezo wa kusimama kwa kile unachoamini bila kuumiza wengine. Utafiti wa vijana unaonyesha kuwa wengi wanaingia kwenye tabia hatarishi kwa sababu ya shinikizo la marafiki, na njia bora ya kujilinda ni kujifunza kusema hapana kwa ujasiri. Hii ina maana kusema hapana si ukorofi, ni ujuzi wa maisha. Hebu tujifunze kutoka kwa mifano halisi hapa Tanzania. Kwa mfano, kijana mmoja alipata shinikizo la kujiunga na biashara haramu mtandaoni. Alisema hapana, akaamua kujifunza digital skills kama graphics design. Leo anajitegemea na anafanya kazi na wateja wa ndani na nje ya nchi. Hapana moja ilimwokoa na kumfungulia fursa mpya. Mfano wa pili, msichana kutoka Lindi. Msichana wa kidato cha 4 alipata shinikizo la kuingia kwenye mahusiano ya mapema. Alisema hapana, akawa na malengo ya masomo. Leo yupo chuo kikuu akisomea taaluma ya afya. Hapana moja ilibadilisha historia ya maisha yake. Mfano wa tatu, kijana kutoka Dar es Salaam. Kijana alipata shinikizo la kuacha shule kwa sababu ya biashara ndogo ndogo. Alisema hapana, akaendelea na masomo, na leo ni mjasiriamali mwenye elimu na biashara inayokuwa. Hapana kwa raha ya muda mfupi ni kusema ndio kwa maisha ya muda mrefu. Hebu tuangalie faida za kusema hapana. Kusema hapana kunakupa heshima binafsi, muda wa kujenga ndoto zako, nidhamu na umakini, ulinzi dhidi ya makundi mabaya na mafanikio ya muda mrefu. Kila mara unapoacha kitu kisicho na maana, unajenga nafasi ya kitu chenye maana. Na sasa tujifunze kusema hapana. Kwanza, tumia lugha ya heshima. Sio lazima uwe mkali, unaweza kusema nashukuru lakini siwezi kwa sasa, nina malengo mengine, nitaacha hili. Namba 2, weka mipaka ya wazi. Mipaka sio kiburi, ni kujilinda dhidi ya kuharibiwa. 3, kumbuka ndoto zako. Kila hapana kwa kitu kisicho muhimu ni ndio kwa ndoto zako. Na kwa leo naomba nihitimishe kama ifuatavyo. Kijana, dunia itakujaribu kila siku. Marafiki, mitandao ya kijamii, wote watakuambia ufuate mkumbo. Lakini mashujaa wa kweli ni wale wanaojua kusema hapana, sio njia yangu. Kumbuka, hapana moja inaweza kuokoa maisha, na ndio moja kwa ndoto zako inaweza kukufanya kuwa historia. Zingatia, kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, share na subscribe Wazo Chanya. Andika kwenye comments ni jambo gani utaanza kusema hapana kuanzia leo. Mimi ni Mwalimu Razak Muba, na nakutakia fikra chanya, tabia chanya na maisha chanya.